Poteza fainali tena mkipoteza chini ya rais wa Zanzibar. Hii inauma kiasi gani? Haya maumivu sio Malaika peke yake. Ni maumivu ya wana Simba na Tanzania wote. Watu ambao wanajua mpira. Maana ili kombe tungelichukua ingekuwa ni faida kwa Watanzania. Sio faida kwa Malaika wa Simba au faida kwa kocha Fadro au faida kwa Rais Mwinyi. Ni faida kwa Watanzania wote. Kwa hiyo wote tuna maumivu. Yes. Mnarudi sasa. Watani wenu mnarudi vipi mtaani? Tunaposema watani hao ni watu ambao kwamba wamehusika 95% kuhakikisha kwamba hii mechi kwetu tunaingia katika hali mbaya. Ndio tumeshuhudia. Mchezo umeanza ndani ya dakika 20, sawa. Tumefanya hujuma takriban faulo kama 3. Yaani tunafanya faulo, refa anafanyaje anapeta. Kwa hiyo ni miongoni mwa jambo ambalo lisababisha kwamba leo hii tumefanikiwa ni refa. Ni refa tu. Refa yeye ndio mwenye maelekezo ambaye amepewa maelekezo, hajatumia sheria 17 za soka. Ametumia sheria 6 au 7 za kielezo maelekezo. Ni hicho kitu ambacho kwamba tumekishuhudia live. Tumeona kipindi cha kwanza tunao goli moja, kipindi cha pili tunaingia, tunapiga dakika 56 tunapata kadi nyekundu ambayo hakika hata wewe ndugu mwandishi habari au Tanzania wote huwezi kutoa kadi nyekundu. Ule ni hujuma ambao ni wa live kabisa. Yaani hujuma ambao kwamba tunajiuliza swali kwamba tumewakosea nini? Lakini haya tuliyajua tokea mwanzo. Miongoni mwa watu ambao wametuanisi sana ni Engineer Hersi. Hamuoni kama mmepata kichaka tu cha kujifichia kuhusu refarii na kadi nyekundu? Sasa unaposema kichaka, tumepewa kadi nyekundu, wewe ndugu mwandishi habari, soko nalijua. Baada ya hapo tumepiga goli la pili. Refarii amesema pamoja na VAR wakasema ni offside. Niambieni, ni waandishi habari, ile offside nani kazidi? Mfungaji wa goli. Nani azidi? Amezidi nini? Niambieni amezidi nini? Kwa hiyo mnabishana na VAR, mtu anaonekana zaidi kwamba amezidi, ameruka kichwa akiwa peke yake. Akuruka kichwa kwa peke yake sio shida. Wametuonyesha wapi katika mstari wao VAR kwamba wao wamechora mchoro kwamba yeye amezidi bega? Maana VAR nini? Wenzetu wazungu kule Ulaya wakisema mtu amezidi hawatumii propaganda. Sawa, wenzetu wanapiga mstari kabisa ambao wanatuambia bwana hapa amezidi huyu kichwa, huyu kazidi mkono au mguu, lakini hatujaona. Wakati mnakwenda katika mchezo huu, watani wenu waliwatahadharisha na kuambia referee ambaye anakwenda kusimamia sheria 17 za mchezo ndiye ambaye alitunyonga kule South Africa, nanyi mkaingia kwa kutamba ya kusema hili tunabeba. Leo imekuwaje? Na ndio maana tumesema kwamba na ni kweli referee huyu nakumbuka, kumbukumbu kweli nayo, wala hujanifunga maneno. Ni kweli aliwafanyia ukatili wa kijinsia Yanga Afrika. Sawa, lakini tuliwacheka Yanga Afrika. Sawa, lakini leo hii huyu referee amekuja kutulipizia maumivu yale ambaye aliyopewa Yanga Afrika, na sisi ametupa maumivu kama yale. Kwa hiyo na huu unataka useme ni ukatili wa kijinsia? Of course. Yaani kama tumefanywa ukatili wa kijinsia kwa sababu yani sisi Simba kama Simba tumecheza mchezo, tumewazidi kila idara, sio ball position, sawa, tumewazidi shoot on target, tumewazidi kila kitu, lakini hata magoli tumedumbukiza magoli mawili, moja limekataliwa. Maana yake nini? Refarii tayari alishaandaliwa. Refarii yule akuwa refarii wetu. Niwaambie ndugu waandishi habari na Tanzania wote, kwa staili hii Simba Yanga tutakuwa watu kushiriki tu michuano hii mikubwa. Kwa nini kifanyike sasa? Cha kufanyika lazima kwanza Tanzania lazima tujue kwamba ni nani ambaye anatuhujumu. Simba tumejua. Mmegundua nini? Sawa, Simba tumegundua ni mtu ambaye anatuhujumu, ni Engineer Hersi. Lakini huyo engineer unamzungumzia amehujumu na wao walihujumiwa. Wakati anahujumiwa yeye sio rais. Yeye sio mwenyekiti wa vilabu. Sawa, lakini amehujumiwa. Wao walihujumiwa wakati yeye sio mwenyekiti wa vilabu. Lakini Engineer Hersi ofisi yake iko Morocco. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hata Yanga walipozulumiwa lile goli engineer ndiye aliyehusika? Yanga wao walizulumiwa kwa sababu ya rais wa CAF. Sawa, kwa sababu yeye ndio mwenye timu. Lakini leo hii Engineer Hersi kalipiza kisasi. Niwaeleze. Simba anaingia nusu finali. Hatujamuona Mtanzania Engineer Hersi akisimama na kuwapongeza Simba Sports Club. Yeye ni rais au yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, nieleweni. Maana yake, lakini pia ni Mtanzania huyo. Ukiangalia CAF na peji zao, kila hatua timu ikiingia wanatoa barua kupongeza. Malaika. Naam.
hajawapongeza hata Mamelodi wala Piramidi, lakini maana yeye ndo rais wao wa vilabu vyote barani Afrika. Ni nukuu. Baada huyo mwenyekiti ni Mtanzania. Baada ya mwenyekiti timu moja hapo imetoka Tanzania. Kwa maana yake bado hata kama asipongeza Mamelodi, yeye ana wajibu wa kuipongeza timu ambayo inatoka katika nchi yake. Watani wenu walitoka na kusema kwamba wanasikitika kwa hichi ambacho ameamua kukivaa kama na kwamba rais wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar juu ya gharama za uwanja, kana kwamba baada ya mchezo atajutia kwa hiki ambacho amekibeba. Gharama za uwanja ambazo serikali ya Zanzibar imefanya, mimi ni kitu kimoja, msitake kunifunga, lakini mimi najua kuna janja nyingi ambazo zimefanyika juu ya hii mechi. Hata rais wa Zanzibar sasa kumzungumzia, rais mpendwa, rais ambaye ana upendo mkubwa na Simba yetu, lakini naomba msije mkanipandisha hasira. Sawa, tunajua kila kilichoendelea. Sawa, tunajua kila kilichoendelea na kila kilichofanyika. Kwa hiyo tushukuru tu kwa kile ambacho rais wa Zanzibar ametufanyia. Lakini wao visiwani Zanzibar hawakuwepo, mnapowahusisha ni kama mnawakosea. Maana nyuma mwiko wapo kila idara. Sawa, nyuma mwiko wapo kila sehemu. Mpaka kwa babu. Sawa, sio kwa babu, wapo mpaka hadi makaburini. Sawa, niwaeleze mambo ni mengi ambayo yamefanyika na sisi Simba tunajua, na ndio maana mzee Dalali alisema kwamba tutazana mtu. Kwa hiyo mzee Dalali akachemka. Amechemka kwa sababu wahuni wamekuwa ni wengi. Yaani mchezo wetu tumeingia na wahuni wengi sana. Wahuni wamesababisha leo hii Simba tunafedheka, Simba tumeathirika, Simba tumeshindwa kuchukua kombe. Ila niwaeleza wana Simba wote tunapaswa tuwapongeze viongozi wetu wa Simba. Baya Ubwela umeshindwa kufanya kazi nje ya uwanja, kana kwamba tunashuhudia baadhi kiunzi ambacho ni kama mliwawekea kwenye magari waliruka na hawakupanda. Hii labda inaweza ikawa ni moja kati ya sababu ambayo imepelekea mchezo kuwa mgumu na kupoteza kikombe. Sasa kama wao tuliwapelekea gari wakashindwa kupanda, ni nani kapa maelekezo? Maelekezo yametoka. Alafu na wakati wao wameshukia uwanja gani? Airport ipi? Zanzibar. Wao ni nani ambaye kafisha siri? Sijajua mimi na walikuwepo viongozi wao muda mrefu sana na wana ubalozi. Hapana, nielewe kitu kimoja. Au labda Belkani kutoka Jangwani. Nisikilize. Kuna wakojani ambao Yanga Afrika ambao hao wanaongoza. Maana mimi nasema shida iliyopo, mimi namlaumu mtu mmoja tu. Sawa? Na huyu dada yangu samani, huyu nina wasiwasi, anasema kwamba huyu engineer sio engineer mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Hapana, huyu ni mwenyekiti wa vilabu vya pombe barani Afrika. Sumanule ni mwenyekiti wa vilabu vya pombe barani Afrika. Maana gani kusema hivyo?